Ladies and gentlemen, welcome to Brother Rogers YouTube channel. And I want to take this personal opportunity to thank each and every one of you who has participated in growing this channel. We only need 1,000 subscribers. We're about 680 something. So we are remaining with around 320. So guys, let's reach 1K. You can share this video into your church WhatsApp groups. You can share this video into your Facebook church groups, and we preach the gospel together. We are here to instill hope to the hopeless, and we are here to give power to the weak. Ladies and gentlemen, I have asked myself several questions when I look at how people pray for their needs. Have you ever asked yourself a question that umeomba Mungu akubariki na kazi and God has never reacted? You have prayed for the past 10 years, God to bless you with a good husband, and God has never reacted. You prayed God to bless you with a good wife. You are a church keyboardist. You sing in the choir. You sing in praise and worship. You give tithe. On Sunday, you are in church every day. On Saturday, you are in church. Every day, you attend youth meetings. And God has never blessed you. You're asking yourself now, what is happening? Unaomba Mungu akubariki na karo ya watoto wako na hajawahi kukubariki. Unaomba Mungu nibariki na biashara, hajawahi itika hata siku moja. Do you know why? Prayer must go hand in hand with action. As you pray, you also act. The time when God could give manna from heaven direct, he could pour food from heaven and people could collect. That time ended long a time ago. We are in a dispensation where we must work. As much as we pray, we also need to work for us to eat. The Bible says, God will bless the work of your hands. Listen. That verse does not say, God will bless the hands that are working. There's a big difference. Mungu anasema, nitabariki kazi ya mikono. So, kama hiyo kazi haipo, inamaanisha mikono haitabarikiwa. Mungu habariki binadamu. Mungu habariki mikono. God doesn't bless your body. God blesses the work. I want to instill this. I want to plant this into your head. God doesn't bless your legs. God doesn't bless your eyes. God doesn't bless your hands. God blesses the work. What does that mean? If you have been praying God to give you a good business, you must start the business so that as you pray, God can bless that business. Mungu aleti baraka kwako, analeta baraka kwa kazi yako. The work of your hands. He who does not work should not eat. Kuna watu wanaomba Mungu nibariki na karo ya watoto wangu shuleni. Haujawahi fanya, haujawahi chukua hatua uende hata uoshe mtu nguo akulipe shilingi 100. You've never taken any action. You are just seated there. And you're asking God to bless you. God blesses that work. Mdosi anapokulipa 200, God blesses that work, anakulipa 2,000. God blesses the work and not you as a person. Ladies and gentlemen, kuna watu wamelia hapa ati yo, mimi nimeomba nipate bwana, sijawahi ona mtu mahali na ninazekea kwetu. You are watching me now. Umelia mpaka pillowcase imekuwa machozi. Umelia mpaka umegive up. Umejaribu kuoga vizuri. Umejaribu kujipotoa. Umejaribu kuvaa the best cloth. Lakini hakuna mwanaume anakusimamisha kwa njia. No man is talking to you.
na unaambia ati you are cursed. You are not cursed. I want to explain to you why. You are a man. Umejaribu kuvaa suti, umejaribu all your best, haujawahi pata bibi. Do you know why? When Abraham is sending his servants to go back to his rural home to find a suitable wife for Isaac, Abraham is giving them conditions. Beba mahari, enda nayo, na mtakapofika yule msichana mtakutana naye awape maji ya kunywa na anyweshe mifugo. Huyo ndiye msichana mtakaye niletea ili aolewe na mtoto wangu Isaac. Wakafunga safari kwenda, wakabeba mahali. Ibrahim aliwaambia, hizi ng'ombe mnapobeba, hii mifugo mnayoenda nayo, huyo msichana atakayefanya hivyo, muende kwao, mlipe mahali, mletee msichana. So they left. Walipokuwa wanatembea wakafika mahali wakachoka. Biblia inasema wakakaa mahali ambapo kulikuwa na kanjia kalikuwa kanateremka kwenda mtoni. Bibi mzuri anapatikana mtoni. Kuna wasichana wananiuliza, kaka, sisi tumeishi hapa town na tunakunywa maji ya chupa na tumejipaka Q-Dex. Tutafanyaje sasa? Oh my goodness. You know, they sat down. So in a few minutes, kamsichana kakajitokeza. Kaka karembo kamebeba maji na container. Kalipofika mahali wale wazee wapo, wazee wakasema, to let me test her. Tusaidie maji. And the lady hakupinga. Msichana akawapa maji wakakunywa, na akaomba nafasi arudi mtoni alete maji zaidi anyweshe mifugo. What a wife. Hey! Najua wasichana wengine wa siku hizi napata amejipaka Q-Dex vizuri, na amejipaka lipstick, amejipaka makeup yake vizuri, mrembo. Sasa mko seminar wanaume 10 na yeye peke yake ndiye amekuwa privileged kuattend hiyo seminar. Maji ya kunawa inakuja na amekaa tu hapa anaangalia vile wanaume wanajinawa peke yao. Amekaa tu, hataki makeup iharibika. Mnamaliza kukula, yuko tu amekaa. Anangoja tena wanaume wapanguze meza. My friend, kupata mwanaume atakuoa, itakupeleka miaka kadhaa. As much as mnasema kwamba we are equal before the Lord, as much as mnasema kwamba what women can do, men can also do, kwani si wajinawishe mikono? There is a man in that meeting who says, mimi nikiona kamsichana kazuri kanajua kupanguza meza, inapelekea mami nyumbani. Sasa wewe uko pale, utaki mambo mingi, umekaa tu kiustaarabu. Dada, utakaa nyumbani kwenu miaka 20 na hakuna bwana atakutafuta. As you pray, you must also act. Msichana akawapa maji na akanywesha mifugo. Wakasema, now this is the right person we want. This is the wife tutakaye mpelekea Isaac. And she was privileged to be married. And you understand who Abraham was in the Bible? A blessed man, the most blessed man before the eyes of God. The most favored man. Like, you know, in Kenya, the most favored family you can be married to right now ni familia ya William Ruto. Sababu yeye ndio as a president. The most favored family. Kwa sababu kama ni pesa wanayo, kama ni mali wanayo. Ladies and gentlemen, as you pray God to bless you, you must act. Kuna watu mumeomba kazi, Mungu nisaidie na kazi, haujawahi toka kwenda kwa ofisi hata kupeleka barua. Wewe kazi yako uko reserve tu, unajifungia kwa nyumba, you are praying for a job. You will never get it. You've been praying, oh God bless me with a car. You've never even saved 10 bob. Naomba tu Mungu akufanyie miujiza kubariki na kaa ya 4 million. From where?
Time ya kudrop manna from heaven ended, my friend. Elisha, work and God will bless that work. Mungu anapomwita Musa aende kuokoa wanawake, aende kuokoa wa Israeli kutoka Misri. When God was calling Moses to go and rescue the people of Israel from Egypt, he's telling God, I'm a young boy, I'm a stammerer. What do I do? God is telling him, do not worry, I am the Lord. Musa akamuuliza, Moses asked God, yes, I'm going. How will Pharaoh know that you've sent me? Mungu akamuuliza, what do you have? Akamwambia, I have a stick on my hand. Niko na fimbo ile ambayo nilikuwa natumia kulisha kondoo. Mungu akamwambia, enda nayo. Hiyo ndio fimbo nitatumia kuonyesha Farao kwamba nimekutuma. So Moses went. Alipofika kwa Farao, Mungu akamwambia, rusha hiyo fimbo chini, na ikigeuka ikawa nyoka. For God to bless you, you must have something at your hand. God does not bless bare hands. Forget. Unapoomba Mungu nibariki na biashara, lazima kupata unauza rollbob. Lazima kupata unauza sukuma. Lazima kupate unauza mutura. Abariki hiyo mutura. God doesn't bless idols. Forget. Sahau. Ati uko kanisani Sunday to Sunday, Saturday to Saturday, you are praying. Mungu akusaidie and you are not acting. Ndugu, utalia na utaanza kukosea Mungu tu bure tu. You know, when Jesus was hungry, alipokuwa anafundisha, wakakuja watu 5,000 and they were so hungry. Yesu hakuinua mikono juu ambia Mungu sasa teremsha manna from heaven. No. He never did that. Yesu hakufanya hivyo. Yesu hakusema sasa funga macho tuombe. No, he never did that. He never did that. Aliwauliza mko na nini? Wanafunzi wake wamwambia Mungu, kilicho hapa tu ni samaki tu tuwili na tumikate kidogo. Itatosha watu. Yesu akamwambia leteni hapa. God multiplies what you have. God can never multiply what you don't have. And that is a reality. God promotes you in a job that you already have. God multiplies a business that you already have. Ladies and gentlemen, God blesses a family that you have already formed. God doesn't bless idols. Get it from me today. God will never bless. It's biblical. Yesu anapoenda katika harusi in Cana, mahali pia mama yake alikuwa ameitwa kama guest, anawaambia jazeni maji katika chungu. Jaza maji. Jesus never said asa Mungu nimenyoosha mikono teremsha defy watu wako kuja. He never did that. Aliwauliza, je, mko na maji? Wakamwambia ndio. Leteni maji, jazeni. And God changed that water into wine. You must have something for God to bless you. Amkeni, anza kazi. Wake up. You have been praying for a job? Wake up. Start sending applications to offices. You have been praying for a good wife? Amuka, anza. And then youth comes. And then youth comes kutafuta bibi, my friend. Wacha kukaa nyumbani ati unataka bibi kwa compound. Anatoka wapi? Kuna watu mnanitazama, kuna wasichana, kuna warembo mnanitazama. Umelia miaka mingi kutafuta bwana. Umelia kwenu, kitanda kimejaa makamasi na machozi. Ati unataka bwana. Your work is to hustle. Church, home. Church, home. Home, work. Work, church. Church, home. Ati we ni mtoto ya Bishop, mtoto ya Morisia.
Mtoto ya pasta hataki mambo mingi. Yeye kazi yake akimaliza kanisa choki para nyumbani. Utakaa kwenu ho, utazeeka. Toka nyumbani kwenu, enda mtoni, chota maji, wanaume wakuone kwamba unajua kubeba maji. Toka nyumbani kwenu, enda mikutano ya vijana wengine kanisani, vijana wakuone kwamba kumbe unaweza ukaoga vizuri na ukawa msichana mrembo. People must see you ili wakukatie. Hati utaki kukatiwa sasa wewe. Lazima ukatiwe ndio ukwe bibi. It's a must. Lazima uchumbiwe. You have to. Ati namba ni geni. Mvulana anakupigia unasema excuse me, ni mimi ni Marwani. Staki. Staki mimi, staki. Kukatiwa lazima ukatiwe ndio ukue bibi ya mtu. Mtu anakutesti wa Facebook, hi, unamblock. Yeah. Sawa tu. Najua God must find you working fast before he blesses you. It's biblical. You must have something on your hand. Lazima ukue na kitu mkononi for God to bless you. He doesn't bless people just anyhow. He doesn't do that. He blesses what you carry. He blesses the business you are doing. He blesses the school fees which you went to look for. He blesses the letters you have applied in offices. Kama mko ukitafuta bibi na uko nyumbani, ndugu, enda katia wasichana, toka kwenu. Stop that nonsense. Enda katia watu. Jaribu, simamisha msichana. Hawezi jireta kwenu. Hakuna siku msichana. Ukae kwenu ati msichana toka kwa geti kuja kukwambia nioe. Forget. Enda katia. God must find you in action. Si ati kulala. Wakati wa manna from heaven ended long time ago. It's time you begin to work. Ladies and gentlemen,